Nimeona miundombinu imeharibiwa kutokana na janga lile la moto. Bati zimezuliwa, zimeungua, hazifai. Wengine wana mikopo, hawajui watairejeshaje kwa wakati huu. Kwenda kuzungumza na baadhi ya wadau, lakini tukiwa tunaendelea engage wadau, kuwaomba watusaidie, wawasaidie. Kwa sababu jambo hili limetokea ghafla, si kana kwamba watu wamejipanga nalo. Hajajipanga nalo, ina maana kilio kinakuwa kikubwa, na tunajua maisha yetu jinsi yalivyo. Pia kuwakabidhi msaada wa bati 162 kwa hatua ya awali zikipelea, kwa sababu mwanzo hatukuwa na tathmini ya kina juu ya jambo hili. Tukasema tuzikimbize hizi zilizopatikana muweke, alafu zitakazokuwa zinapelea uongozi wenu kupitia Mheshimiwa Diwani, uongozi wa Chama cha Mapinduzi, tuwasiliane kwa karibu ili tufanikishe. Tuongeze umakini na namna mnavyojenga vibanda vyenu, lazima mpate ushauri wa kitaalamu. Mwanzo vilisogeleana sana. Kwa hiyo inapotokea ajali ya moto, yawezekana siku nyingine tukapata maafa ya watu, lakini Mungu tu amekuwa ameepusha hayo mambo. Kwa hiyo njooni ofisini kwangu, nitawapa wataalamu bure kabisa. Watashauri namna ya kuweka vibanda vyenu ili mradi maafa haya yatuondoke. Tumeathirika sana, lakini hatutaweza kuleta lawama. Watu wanasema Mungu analolipanga linafanyika wakati wowote. Mimi niseme tu, kwanza nipende kushukuru uongozi wote wa mtaa pamoja na viongozi wetu husika kiwemo DC kwa juhudi ambayo tuliweza kupambana nayo kuanzia mwanzo wa tukio mpaka leo. Lakini bado hawajachoka, bado wametutia moyo na kuongoza kuona kwamba tunaweza kusaidika kwa namna nyingine. Na vile vile bado kuturuhusu tuwe na fursa ya hili ambalo tumelipata leo. Lakini sisi bado tunahitaji huduma kutoka kwao. Si kubali kidogo, basi hata kikubwa hawezi kukubaliana nacho. Mheshimiwa DC, kwa kufanya hili ambalo ulifanya kwa bati, kupata bati 162, hili ni jambo kubwa sana.